Okay, nakuja tena. Basi ni mimi tu mtumishi wa Mungu Josephat. Leo nakuja na kosei ambayo itakupeleka siku moja mbinguni. Usibaki hapa duniani. Shabaha yangu tufike siku moja mbinguni. Hitaji yangu mimi watakatifu tufike siku moja mbinguni. Wewe mwimbaji, wewe mhubiri, wewe mchungaji, watumishi wa Mungu wote na waamini wote, hitaji yangu tufike mbinguni siku moja. Maana mambo yanayofunuliwa ni kubwa sana, na usipofanya juhudi, usipokaza mwendo, utabaki na itakuwa vibaya sana. Alafu Roho ya Mungu inanisukuma nisaidie tena watu wa Mungu kwa njia hii kosei ndogo, na utakao nisikia na kunifata kwa umakini. Mungu akuwezeshe, Mungu akupiganie, Mungu akushindishe kusudi uweze ile safari, na siku moja tuonane kwa mbinguni. Nataka nikuambie hivi, dunia tunapokaribia ni wakati ya mwisho, na yale mambo wakati ilipofunuliwa kwangu, ilifunuliwa kusudi nitangaze kwa dunia kote, ama kwa watu wa Mungu kote. Muda ambacho kanisa la Bwana itanyakuliwa imeenea tayari. Nisikilize na masikio ya ndani kusudi ile siku usiseme kama haukusikia hayo mambo, ama ile siku usiseme kama sikujua. Haiwezi kukusaidia. Wakati mambo hayo ilipofunuliwa kwangu, nikasema basi Mungu, namna gani nitangaze hayo mambo? Na yeye peke ananiongoza, naongea wakati kuna nifuata ni ufunuo kutoka Bwana. Alafu kanisa inaenda nyakuliwa. Kanisa la Bwana inaenda nyakuliwa. Kanisa la Bwana inaenda nyakuliwa. Mwimbaji uliimba baada ya siku nyingi, ulifata repetition, waseme asubuhi, mchana, magharibi. Sasa haubadiliki. Na kanisa inaenda nyakuliwa, na ile saa ikikukuta na hujabadilika, utabakia rafiki yangu, utabakia mwenzangu. Waimbaji, badilika, atafadhali badilisha nia yako, badilisha matendo yako, badilika. Na wahubiri, mnapohubiri habari njema, mnapohubiri neno la Mungu, lakini mnakuwa kama kilalo kwa kutamkisha watu wengine. Badilika wewe mwinjilisti, badilika wewe mhubiri. Muda imeisha. Na wakati muda imeisha, kazi ambacho unafanya siku nyingi ikibakia bure, itabakia hapa, na unakwenda naye kwa moto wa milele. Unahubiri watu wamebadilika, wameokoka, wamefika kwa Yesu Kristo, wameacha matendo yao mabaya, wamebadilika kwa kweli. Lakini wewe mhubiri, wewe mwinjilisti, unakuwa kama kilalo kwa kutamkisha hayo watu. Jua ya kama wakati imeenea, na usipobadilika utabakia hapa.
sisi watumishi mnalinda kondoo ya Bwana, lakini hamuoneshi njia ya kweli. Mnalinda kondoo ya Bwana, hamuoneshi njia ya kweli kwa watu wa Mungu. Damu hayo italomba kwenu. Badilika, onesha njia ya kweli kwa watu wa Mungu. Kanisa inaenda nyakuliwa. Kanisa inaenda nyakuliwa. Muda sio ndefu, kanisa inaenda nyakuliwa. Watumishi, nyosha njia ya Bwana kwa watu wa Mungu kwa kweli. Sema kweli kwa watu wa Mungu. Sema kweli kwa watu wa Mungu. Alafu ukisema kweli kwa watu wa Mungu na watu wa Mungu wakibadilika, itakuwa matunda mema kwako. Usiposema kweli kwa watu wa Mungu, unawapoteza. Itaulizikwa kwako kesho hapo utatoa marekete hayo yote, utatoa hayo majibu yote. Badilika mtumishi wa Mungu. Napolinda kondoo ya Bwana, badilika, onesha njia yenye inafaa kwa watu wa Mungu. Wenye wanakuwa katika makanisa, unakuwa diakre, fanya kazi ya Mungu na huko najua ya kama kanisa inaenda nyakuliwa. Kanisa ni tayari kwa kunyakuliwa. Unafanya kila huduma katika kanisa, fanya na huko najua ya kama unafanya juu yako wewe binafsi, na wakati inapokuja utakuwa ngambo gani, tafuna wewe mwenyewe. Utakuwa ama kushoto ama kiume. Kila anayefanya kazi ya Bwana katika kanisa, fanya na unajua ya kama ni kazi ya Mungu kunafanya. Fanya na huko unajua ya kama kesho hapa hii kazi inaenda kushuhudia. Kesho hapa kazi hii inaenda kunyakua hata wewe kati ya watu watakao kwenda. Ukibaki na kuambia, tega sikio vizuri, ukibaki hakuna sheria juu ya wahubiri, sababu walisema kupitia wao Mungu alisema. Mungu alikuonya lakini haukusikia, ulifanya sikio nzito. Badilika katika kanisa la Bwana. Badilika, sababu saa ambacho tunakuwa ndani ni ya hatari. Usipobadilika, kesho hapa unaenda toa chozi, na chozi itakuwa bila mwisho. Usipobadilika, utasema ya kama ulipoteza muda yako bure, na haiwezi kukuokoa, haiwezi kukusaidia tena. Mwenzangu, Mungu ana shabaha mema. Isingelikuwa upendo ya Mungu, hayo mambo haingefunuliwa. Lakini wakati inapofunuliwa, na kuletea kama maonyo na kuonya katika asubuhi ya leo ama magharibi ya leo, wakati utaponitazama na kuonya, sikiliza vizuri. Ulikuwa unatembea mbali, badilika. Neema inaenda karibia mwisho, inaenda karibia kwa mwisho. Badilika. Wewe mwenye haujafahamu yule Kristo, haujafahamu yule Mungu, basi kuja kwake na atakupokea. Sababu wakati utashutuka ya kama watu wanaenda, hakutakuwa tena neema ya kutafuta yule Kristo, ama ya kutafuta ile watumishi tena, ama ya kutafuta tena uso ya Mungu. Haitakuwa na wakati ule tena. Na si wewe mwenye haujakaribia chini ya miguu ya Yesu Kristo ama chini ya miguu ya Mungu. Kuja, anakupenda. Muda inabaki ndogo. Kuja kusudi usiseme ya kama haukusikia hayo maneno, kusudi usiseme ya kama hayo maneno haikutangaziwa. Inatangaziwa kwa marezo, inatangaziwa kwa maredio, inatangaziwa kwa makanisa, pahali pote kwa injili inatangaziwa. Kuja, Mungu anakupenda. Kuja. Nikosei kwa kila mtu. Unafanya kazi ya Bwana,
fanya na huko unajua ya kama ile kazi unafanya leo ndani ya uaminifu, ndani ya kujua Kristo, ndani ya kujua yule Mungu aliyekuumba, kesho hapa kazi yule itakutetea kwa ufalme wa mbinguni. Na wakati kanisa la Bwana inaenda, utakuwa pale kati ya ile watu wanapoenda. Ukifanya sikio yako ngumu, utabakia. Msikilizaji, nakupenda sana. Mungu akubariki. Mungu akusaidie kusudi usibakie hapa. Yale mambo wakati ilipofunuliwa ilinitoa machozi, na nikaona basi mimi Bwana, namna gani nilifanya kazi yako siku nyingi nibakie hapa. Ilinitoa machozi, na wakati katoa machozi akaleta amri nitangaze kwa watu wasikie yao. Na fikiria kama unasikia hayo mambo na unasikia hayo maonyo, basi Mungu akubariki na akusaidie. Amen.